Mwanaume mnalala wote kitandani, umeshapika mmekula, unashangaa tu usiku sio imekuaje tena anakuambia bwana talaka 3 sio? Bwana nimekukosea nini? Nimeamua tu. Na muda mwingine wanapoachwa hawapewi hata haki zao. Mwanamke ameolewa tangu na miaka 19 au 20 kwenye hiyo familia, amekaa miaka 30, miaka 35. Leo unamwambia aondoka, anaenda wapi? Tumetafuta mashamba, tumejenga nyumba, tumefanya labda tumenunua maeneo mbalimbali viwanja, mwanaume anataka baki navyo vile vyote vile vya kwake. Na muda mwingine wanawake kwa sababu ya hofu anaambiwa wewe nitakuloga. Ole wako uende serikalini ukanishtaki. Wanawake maskini ya Mungu wengine wanyonga, anasema kweli anaogopa kulogwa, anaogopa kama nitakupeleka mahakamani na anasema nitakuwekea mwanasheria hutaweza kufanya chochote. Mwanamke anakuwa mnyonge, anakubali, anaondoka. Mwanamke wa miaka 55 unaondoka wewe na watoto na wajukuu, unaenda wapi? Wapo wanawake ambao mimi nimeshuhudia ambao muda mwingine wamekuwa kifanywa ukatili, wamepewa talaka na mwanaume hataki kumpa kitu chochote. Anamfukuza. Hapa Bungu kuna mama mmoja alifukuzwa na mume wake amemwacha, hataki kumpa chochote. Hata kama ulikuwa na matatizo ya kiafya ulikuwa uende shamba, lakini zile mali zile zilizoko pale ni zenu wote. Mnatakiwa mgawane kwa usahihi. Kwa ngazi ya ukienda BAKWATA wana utaratibu wa kugawa mali, si ndio? Ukienda kwenye serikali kuna utaratibu, mahakama itawaambia namna ya kugawa mali. Na kila mmoja, mimi nimeona wanawake wengi wamepata haki zao. Ukiona hata kama ni ndugu yako ama rafiki yako, jirani yako, mtolee taarifa, msaidie. Lakini pia katika matukio ya ukatili, wahanga wakubwa pia ni watoto. Unakuta muda mwingine mama huyu ameacha watoto wale, baba hajali chochote kuhusu watoto. Mwanamke peke yake anahangaika kutunza watoto. Ni wajibu wa baba na mama kuhakikisha kwamba wanashirikiana kuhudumia watoto. Mwisho wa siku watoto wanakuwa wanahangaika wenyewe, wanajitafutia kipato, wanafanya shughuli za mtaani huko, wanauza mayai, wanafanyaje. Mwisho wa siku mimba za utotoni, watoto wadogo, mama akashapata mwanaume mwingine anakuambia bwana mimi kwangu usije na watoto. Na kutaka wewe tu. Mwanamke huyo hana namna, inabidi watoto akawaacha kwa bibi. Akiwaacha kwa bibi, bibi mwingine amezeeka, hana uwezo wa kutafuta kipato. Mwisho wale watoto wanaanza kujilea wao wenyewe. Na ndio matokeo ya kupata maambukizi katika umri mdogo, wanapata mimba katika umri mdogo, lakini pia sasa hivi kuna ulawiti hata kwa watoto wa kiume. Yapo hayapo? Yapo. Hamjashuhudia hayo? Yapo. Tushirikiane kuwalinda watoto wetu. Huko nyuma tulikuwa tunalinda sana watoto wa kiume, wa kike. Lakini sasa hivi watoto wa kiume ndio wako hatarini kuliko hata wa kike. Ulawiti umeenea hasa kwenye kata yetu ya Bungu, upo sana. Na sio Bungu tu, ni wilaya nzima ya wilaya ya Kibiti, lakini pia na Tanzania nzima, kila mahali hizo tabia zimeenea. Kwa unapoona mtoto wa mwenzako anafanyiwa hivyo, usiseme sawa kwangu huyo. Mwache mama yake mwenyewe anauza vitumbua kwa atajua mwenyewe. Huyu anayemharibu mtoto wa jirani akimaliza pale, kesho atakuja kwa mtoto wako. Na kama sio mtoto wako atakuja kuharibu mjukuu wako. Kwa lazima tushirikiane kuwatolea taarifa vijana ambao wanafanya hayo matukio, na wengine sio vijana, ni wababa, watu wazima kabisa. Kwa lazima tuwatolee taarifa ili serikali ichukue hatua, na unapoitwa kwenda kutoa ushahidi, basi nenda katoa ushahidi kwa ajili ya kuwalinda watoto wetu. Lakini pia tukae na watoto wetu tuwaambie kwamba jamani, kwenye jamii yetu wewe ni mtoto wangu wa kiume. Ukikutana na mwanaume anataka kushika huku na huku, usikubali, tusiwaogope. Sababu sisi tunaogopa kuambia ukweli. Lakini dunia haiogopi kuambia ukweli. Wako kwenye simu wanapekua kila siku, wanakutana na vitu vya ajabu huko. Kwa muda mwingine tuwaambie, hata kama muda mwingine umwangalie usoni, unageukia huko huko unamwambia, kwa sababu muda mwingine sura tuna aibu, si ndio? Kuna mambo kumwambia mwanao unaona muda mwingine ni vibaya. Basi tafuta hata mtu afanyeje, amwambie. Kwa hiyo ukatili upo na unaenea sana. Na juzi hapa tumepata ujumbe pia, kuna matukio ya wizi wa watoto. Maeneo mengine zimeshaanza hizo tabia, watoto wanaibiwa. Kwa hiyo tushirikiane kulinda watoto wetu. Usikae muda mwingine hujui mtoto wako yuko wapi, masaa 3, masaa 4. Hayo matukio tunajua huko nyuma yaliwahi kutokea, si ni kweli? Maeneo mengine yamewahi kutokea, na hata hapa Bungu yamewahi kutokea. Watoto wameibiwa miaka ya nyuma. Kwa hizo tabia nasikia zimeanza tena. Tuwe makini kuwalinda watoto.